roho ya majini mahaba. Wakorintho wa kwanza 6:16 Biblia inasema aliyeungwa na kahaba amekuwa mwili mmoja. Kati ya vitu vinavyowatesa watu, awe ameokoka au hajaokoka, ni vitu hivi, ni majini mahaba. Vinawasumbua sana. Mtu anamjua Mungu, lakini roho hii imekuwa ikimtesa mno na haelewi afanye nini. Nisikilize mpendwa, kwanza majini mahaba yanahusisha mambo ya kimahaba, mahusiano. Sasa kuna watu ambao walifungwa kutokana na historia ya kifamilia. Sasa mambo haya wengine yako ndani ya familia zao. Wakiwa wadogo walishaunganishwa na roho za majini mahaba. Aliota anafunga ndoa, ile inakuambia kwamba inawezekana ulishafungishwa ndoa tangu utoto. Sasa unaweza ukawa unamjua Mungu na bado ile roho unaiona inakusumbua pamoja unasali. Sasa kitu cha kwanza, wakati mwingine hizi roho zinakuwa kama miba kwako. Kwa sababu gani? Saa ingine Mungu anataka uombe zaidi. Kuna wengine wanapataga hali hata ya kukabwa usiku. Kuna wakati mwingine Mungu anakuwekea kama mtego uendelee kusukuma ili hizo roho zikaondoke. Lakini wengine wanapata hizi roho kwa njia ya tamaa. Akimwona mwanamke anapita, yeye anampenda. Sasa kumbuka, unapoangalia kile kitu na ukaingiza katika kichwa chako, vile vitu vinakaa katika akili yako. Tunaita vifungo vya nafsi. Kwa hiyo ile picha wakati usiku unalala inaingia moja kwa moja kwenye ubongo wako na unaona vile vitu. Kwa hiyo utakuta vinaharibu ubongo wako kulingana na vitu ambavyo unavifanya. Lakini kuna wengine wanapata majini mahaba kwa kuangalia picha za ngono. Inaingia ile roho automatiki ndani ya mwili wako. Kwa hiyo unakuta ile roho haitoki, unajaribu kuomba haitoki. Kwa hiyo hii ni roho kamili. Lakini ukitaka hizi roho pia ziondoke, lazima uachane na activity. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa wewe mwenyewe unajifunga kwa hayo mambo. Sasa kuna ndoto ambazo unaweza pia ukawa unaota unavalishwa pete. Maana ndio ushafunga ndoa hapo. Kwa hiyo hata ukiwa ndani ya ndoa yako, sio rahisi sana ndoa yako kuweza kudumu, kwa sababu wewe una maagano ya ndoa ya majini. Kwa hiyo hawatakuruhusu ukae kwenye ndoa yako kwa sababu walishakuwa ndoa na wewe. Lakini hao watu pia wanaweza wakawa wanaangusha vitu. Wanaweza wakachukua pete,
mikufu ile, wakaingia ndani yake kwa kuokota au kwa kupewa, yakawa yanaingia ndani yako. Lakini wakati mwingine yanapenda perfume, watu wanaojipenda wale kupitiliza. Asubuhi kavaa nguo hii, kesho kavaa nguo hii, maperfume anayojipuliza ya ajabu ajabu, amepitiliza usafi mpaka umekithiri. Shetani ni mjanja sana. Wewe ushawahi kuwaza kwa nini wanawaingia hata wale watu ambao ni watu ambao yani Mungu ameomba wazuri, wawe wanawake wawe wanaume, mara nyingi wafuatilia hawa watu, wana hizi roho za spirit za majini maba. Kwa hiyo ni roho kamili, lazima upambane ili zikuondoke. Lakini kwa mtu ambaye unamwamini Kristo, hizi roho wakati mwingine unapozipata, hebu zizarau kidogo. Usio unaumia sana, wakati mwingine ni tekniki shetani anaifanya ili uone kwamba maombi unayofanya hayafanyi kazi, ili ukate tamaa. Na hizi roho zinatoka majini. Ukisoma katika Ufunuo 17:5, Babeli mama wa makahaba, imeandikwa kwenye peji lake la uso. Na zumuni lote ni nini? Mazumuni yote, lile tendo la kulala nao, washakuvuta, washaingiza maagano yao, kwa sababu ina usudamu. Ndio maana matendo ya mapenzi au ya ngono wanayapenda sana, maana ndio sehemu ambapo watu wanawakamatia. Na mtu yoyote anayependa haya mambo, uchumi wake, mambo yake hawezi kukaa sawa sawa, kwa sababu wale ndio wanaoamua hatima ya kwako, kwa sababu ile ni damu inavuta. Kama umekuwa ukipitiwa na hili hali ya majini mahaba, usijali mpendwa. Kama unaipata hii shida, basi unaweza kutuandikia katika bao yetu, ukatutumia ujumbe au kutupigia simu, nasi tutakusaidia. Mungu akubariki sana.